Ningetaka kwa Kiswahili tu kwa uchache niseme, beyond the courses that we are doing today, there are many other things we have done in Kiharu. As I said before, all our primary schools are fully done and renovated and tiled. Our day secondary schools, you know, we have Kiharu Masomo Bora, which takes care of over 14,000 learners who only pay 1,000 shillings per term. The rest is catered for by Kiharu NGCDF. Na kwa hiyo pesa wanafunzi wanakula shule. We do all those things because we want education and quality education to be accessible to all the learners in Kiharu and beyond. And that is why hata wale watu wanakuja kusomea Kiharu, hata kama wazazi wao hawatoki Kiharu, huwa hawatuwaitishi ID number. Wanalipa tu hiyo 1,000 kwa sababu yule anavuka Ng'ongo kuja kusomea Kiharu anakuja kwa sababu hela haipatikani kwa wingi kwao, na pia ako na kiu ya elimu. So we do not distinguish any learner, na hawaulizwi kura ya wazazi wake iko wapi. Lastly, kuna kitu mumeona tunafanya hapa Kiharu. Tunaweka cabros. And I said this the other day. There is a time nilitembea London. Hii masafari tunaenda ya kazi. Na nikiwa huko nikaona mashule za huko vile ziko. Juzi tu like 2 years ago, nikaenda pahali inaitwa Cape Town, South Africa. Na nikiwa huko nikaona one institution that was very, very beautiful. Na nikakaribia hapo, nikasoma nikaona ni municipal school, ama shule ya serikali ya Kajo. Na nikapiga picha hiyo shule. Vile nilipiga picha nikakuja nikaita wenye tunafanya nao kazi kwa ofisi. Nikawaonyesha hizo picha. Na nikawaambia sasa mimi nataka tutengeneze mashule za Kiharu, sio kwa zile zote tumeona pahali hapa Kenya, lakini tutengeneze kama hizi za Cape Town ama zile za London. And I can say there is an attempt. Siwezi jigamba sana tumefika hapo. Lakini mimi naweza sema bila kujipiga kifua, kwa sababu hii kazi si mimi nafanya, ni sisi wote. I can authoritatively say, mtu akiona shule mzuri katika Kenya, shule ya umma ambayo iko ukiona kwa macho, it is better than Muthigiriri Primary or the other schools you have put cabros, leta picha hata mimi nijikaze. Kwa sababu we are making our schools to a standards ambazo tunataka pia watu wengine wakipata nafasi wanakuja wanaona shule za Kiharu vile ziko. Hii yote iende katika Kenya mzima. I was meeting the head teachers of our primary schools juzi kwenye tuko na miradi. Na ukienda shule kama Muthigiriri Primary na wenye wametoka huko, they can bear me witness. Uenda shule kama Gaishagere, siku hizi watu wanafanya harusi, pahali ya photo session ni katika primary schools zetu. Kwa sababu tunaikarabati from the gate, inawekwa very nice driveway, inawekwa kabro vizuri, inawekwa mnyasi, inawekwa palm trees, inawekwa shule ambayo ni maridadi. Na hiyo kazi tunafanya kwa sababu yule mwanafunzi yako hapo atajikaza boma yake ipite hata hiyo shule. Atajikaza akili yake inyoroke kama vile shule ambayo anasomea iko. And that is what we are doing, na nawashukuru sana kwa hayo. The program we are having today hapa Kiharu ni program ya Kiharu Fanikisha. And we are targeting close to 1,200 youth and young parents from Kiharu. And out of those, we are doing practical technical courses, but we are also doing supplementary one. Driving is a supplementary course. Kwa sababu kuna pahali unaenda kuuliza kazi, lakini kampuni inataka pia ukuwe unajiendesha. And that is why we are sponsoring 610 students drawn across all the places in Kiharu, who will be sponsoring for driving course and up to issuance of the smart card driving license without the student paying anything. Ya pili ni kwamba tuko na courses zingine kama ya hospitality, tuko na cosmetology, courses that when we impart them on you as a student, then it's not necessary that you look for a job. You can actually create your own.
And that is why we chose the 2 courses, so that wenye watasoma wanaweza kuwa pia na nafasi ya kujitengenezea nafasi ya kazi na watengenezee wengine. The whole program is funded by Kiharu NGCDF, and we have devolved maneno ya kusomesha wanafunzi kwa sababu tunataka gharama ya kwenda kwa darasa ikue chini. And that is why we will be having maybe 4 or 5 stations across Kiharu kwenye watu watakuwa naenda kusomea, ndio gharama pia ya kuenda katika darasa ikue chini.